mamilioni ya wasanii wanatamani kupata hiyo nafasi. Umetokea Rwanda, tumetokea hapa. Maswali ni mengi kwa mashabiki. Ni msanii ambaye ulikuwa Rwanda, umeamua kuwa signed chini ya Kings Music, au ni msanii wa hapa ila kwa sasa ulikuwa hapa, pengine ulikuwa unaishi Rwanda? Nilikuwa naishi Rwanda, lakini nilikuwa nakuja mara moja kwa kusalimia bosi wangu. Yeah. Ilikuwaje ukapata hii connection? Kwa ufupi tu, linki ya Alikiba. Ilikuwa blessing kwa sababu na mimi nilikuwa sijategemea, ni vile tu mipango ya Mungu. Mungu akikupangia blessing uweze ukaikwepa. So ilikuwa blessing kukutana naye. Umekaa muda gani? Unaona hizi lebo bana, ili uweze kusainiwa sio kwamba utasainiwa leo kesho utatoka, lazima usote kidogo. Umesota muda gani mpaka kupata nafasi leo hii unatambulisha kama msanii? Come again. Rudia tena. Umekaa how long? Umekaa kwa mpaka umekuja kuwa introduced kwenye lebo ya Kings Music? Ni muda sana. Nilikaa muda sana, siwezi kusema miaka 4. Okay. Yeah, ilikuwa miaka 4. Nikisikiliza accent yako inanipa jibu kwamba inawezekana Kiswahili kidogo kinapiga chenga. Ngoma umeachia King'ang'anizi, right? Kiswahili najua, ni kwamba maybe accent yako kwa sababu ni mara ya kwanza ndo bado sijazoea, lakini kidogo nitazoea. Twist kwenye aina ya muziki ambao unaufanya Bongo Flava, how was it hard? Actually mimi ni msanii ambaye mimi ni mwimbaji. Sasa hamna kitu ambaye kinaweza kianishinda zaidi ni kuimba. Kila mtu anaimba, hata Kichina tunaimba. So Kiswahili ni rahisi sana kuimba. Okay. Challenge gani ambayo unakutana nayo ndani ya Kings Music, ukizingatia wale kuzunguka ni wasanii wote wa kiume? Unaweza vipi kushare hiyo bond, kihisia, kila kitu? Challenge ni upendo, sababu walinionyesha upendo ambaye sijategemea jinsi walivyonitreat. Nimefurahi sana tena sana. Unaonaje reaction ya mashabiki sasa kupitia social media baada ya kuwa introduce na kuachia project yako kwanza? Kama msanii naweza ngakutana na mtu ambaye ananipenda, mwingine asinipende. Hizo zote ni challenge ambaye kama mimi msanii naweza ngakutana nazo. So ni kujipanga na kujaribu kufanya kazi yangu vizuri. Naomba nimsaidie swali. Umejisikiaje mpaka sasa hivi ulivyokuwa release nyimbo yako? Yaani mapokezi, watu wamekupokeaje? Maybe umesoma comments, maybe umeonaje jinsi ulivyokuwa release nyimbo yako ya kwanza? Sio ya kwanza, lakini Kings Music label, Kings Music Africa, wewe ni msanii wa kwanza, lakini nyimbo yako imetoka international, watu wameweza kuisikia. So umeonaje hiyo reaction kwa watu? Watu wamekupokeaje? Cha kwanza naweza ngasema kwamba sehemu ambayo nipo ni sehemu sahihi, sehemu kubwa. Kusema kwamba watu wamenipenda au wamenikubali ni kwa sababu ni Kings. Pia na kuongeza kitu kizuri ni kwamba umechukua msanii ambaye anaimba. Msanii anaimba. Okay. Sasa hiyo vitu vimekutana, vimejenga kitu kikubwa sana. Sawa. Sasa ndio maana nimekubaliwa. Wacha niongee hivi in general. Nitakwambia hayo maneno ya kusema kwamba tutaki support wasanii. Muziki bwana, muziki hauna mwenyewe. Muziki wewe unaweza ukaishi mimi labda na mtu namchukia, lakini naweza nikaa naimba muziki wake. Umeelewa? Lakini unaweza pia ukagombana na mtu lakini still kichwa chako kikaimba muziki wa huyo mtu ambao si unanielewa? So kuwasemea watu kwa sasa hivi ningependa kila mtu aelewe kwamba ili kitu kiweze kutoka moyoni lazima mtu aongee. Mimi nafurahi watu wanavyosema, wanatoa madukuduku yao, wanatoa maumivu yao. They have rights. Wana haki ya kusema chochote. Lakini chuki huwa haishi milele. Umeelewa? Maybe one day tutawafurahisha. Maybe one day mtu atasema okay, let me just get over it. Anaweza akajisikia yuko sawa next time, kwa sababu uchungu una tabia ya kukaa na kuondoka, sio unaishi milele. Umeelewa? So mimi ningependa hiyo swala la kusema kwamba watu sijui imetoa katika wakati mbaya na nini, hapana. Sisi kazi yetu tunaifanya kama wao walivyokuwa na kazi zingine. Sio, umeelewa? So sisi wacha tufanye kazi, ikitokea tumewafurahisha basi watasikiliza muziki.
lakini sina maana kusema kwamba watu wanatuchukia. Umeelewa? Ni muhimu watu waweze kutoa yale yaliokuwa ya moyoni. Ni vizuri tukisikia hayo maneno, lakini mimi binafsi niliweza kuomba msamaha, nikasema kweli najua nimewakwaza, lakini nisameni kwa sababu it's black and white. Umeona kwa kilichotokea, kila mtu amejisikia vibaya. Sidhani kama kuna msanii hata mmoja amefurahishwa. Sio tu msanii, watu wote. Umeelewa? Watu wote ambao wameshuhudia hayo matukio na vitu vingine, hakuna mtu amefurahishwa. Kwa hivyo sio lengo letu kwa kwanza. Lengo letu lilikuwa sisi tufanye kazi yetu na kila mtu afanye kazi yake. That's the only point. Okay. Mutima amekuwa introduced, swali langu la mwisho Tila, manager. Mutima amekuwa introduced katika kipindi siwezi kusema ni kibaya, ila kina controversy nyingi sana kwenye entertainment industry Bongo. Kipindi gani hicho? Kipindi hichi cha mwisho wa mwaka na mwezi wa, unajua the game jinsi ilivyo, mashabiki walivyokuwa wanaongea sasa tutaki kusupport wasanii na nini, lakini bado ukaweka bidhaa mpya sokoni. Hiyo riski ali ilikuwaje kwa kuiteka? Wacha niongee hivi in general. Nitakwambia hizo hayo maneno ya kusema kwamba tutaki support wasanii. Muziki bwana, muziki hauna mwenyewe. Muziki wewe unaweza ukahisi mimi labda na mtu namchukia, lakini naweza nikaa naimba muziki wake. Umeelewa? Lakini unaweza pia ukagombana na mtu, lakini still kichwa chako kikaimba muziki wewe mtu ambao si unanielewa? So kuwasemea watu kwa sasa hivi ningependa kila mtu aelewe kwamba ili kitu kiweze kutoka moyoni lazima mtu aongee. Mimi nafurahi watu wanavyosema, wanatoa madukuduku yao, wanatoa maumivu yao. They have rights. Wana haki ya kusema chochote. Lakini chuki huwa haishi milele. Umeelewa? Maybe one day tutawafurahisha. Maybe one day mtu atasema okay, let me just get over it. Anaweza akajisikia yuko sawa next time, kwa sababu uchungu una tabia ya kukaa na kuondoka, sio unaishi milele. Umeelewa? So mimi ningependa hiyo swala la kusema kwamba watu sijui imetoa katika wakati mbaya na nini, hapana. Sisi kazi yetu tunaifanya kama wao walivyokuwa na kazi zingine. Sio, umeelewa? So sisi wacha tufanye kazi, ikitokea tumewafurahisha basi watasikiliza muziki. Lakini sina maana kusema kwamba watu wanatuchukia. Umeelewa? Ni muhimu watu waweze kutoa yale yaliokuwa ya moyoni. Ni vizuri tukisikia hayo maneno, lakini mimi binafsi niliweza kuomba msamaha, nikasema kweli najua nimewakwaza, lakini nisameni kwa sababu it's black and white. Umeona kwa kilichotokea, kila mtu amejisikia vibaya. Sidhani kama kuna msanii hata mmoja amefurahishwa. Sio tu msanii, watu wote. Umeelewa? Watu wote ambao wameshuhudia hayo matukio na vitu vingine, hakuna mtu amefurahishwa. Kwa hivyo sio lengo letu kwa kwanza. Lengo letu lilikuwa sisi tufanye kazi yetu na kila mtu afanye kazi yake. That's the only point. Okay, Bwana Mfalme, mimi kwa upande wangu nilikuwa nataka kujua, kwa sababu unasifiwa kwamba ni miongoni mwa wasanii wakubwa ambao mnamiliki lebo kama hizi ambazo tunaziona hapa, ambao hamna makando kando. Labda kwa msanii huyu ambaye tumemsajili, vipi labda anaruhusiwa kufanya collab na lebo zingine? Yeye ni msanii na ana hiyo barrier yoyote ya kusema labda huyu nifanye naye au nisifanye naye, lakini as long as kwamba kuna benefits fulani ambazo ataipata na yeye atafaidika na nini, basi anaruhusiwa. Sidhani kama tuna mipaka katika ufanyaji wa kazi. Mimi sioni. Sawa, tunashukuru sana.